Kemba shikole nene dogale ni luhyano lona kubange. Yes, mambo ni mazuri sana. Karibu sana pale ulipo, kama ambavyo nafahamu hapa ni Itemo TV. Jumamosi kila siku za wiki huwa tunakuepo hapa kwenye viwanja vya Itemo TV shoni kuzungumza na wasanii wa ngoma za Kisukuma tofauti tofauti. Leo tuko na Kalicho, mwamba kabisa, msanii wa ngoma za Kisukuma. Ni malikia huyu Kalicho. Hebu tugusie ngoma moja hivi ambayo inasikika background hapa. Kemba shikole nene dogale ni luhyano lona kubange. Nikipenda faida machozi na mbulia kulia nani anikonge. Sio weupe usiwalefu wafupi mamisi mpaka na vibonge. Wana mambo ni mazuri sana. Huyu ni Kalicho, tuko naye mjengoni leo. Itemo ndo jina langu na hii ni Itemo TV. Niko na Kalicho mjengoni. Kalicho, mambo vipi? Safi. Uko vizuri? Ndiyo, niko vizuri. Kwenye hii nyimbo ambayo umeitesti hapa kipande, ni ya ngapi kwenye nyimbo zako? Hii nyimbo ni ya 7 kabisa. Hii nyimbo ni ya 7. Unakumbuka nyimbo ya kwanza ilikuwaje? Nyimbo ya kwanza ilikuwa ni ya maisha. Kalicho, ni kama amani hivi hauna. Hebu naomba unigonge nyimbo nyingine tofauti na yule testi kidogo tupate mizuka. Gonga kabisa nione. Haujawahi kugonga ngoma moja hivi yenye mizimu ya nyumbani? Nimeshawahi. Hebu twende na hiyo, labda inaweza kukupa mizuka. Onene ngwana mpanda na lensukuma ukubese kule kumapolu mjini nizile kokisha tondo diro naleja kukaya komanumbo minge na nyawangae nilisangulya nkandolileko. Wimbo unaitwaje? Kwa sababu kuna kitu hapa nimekisikia, onene ngwana mpanda. Ngwana mpanda unakuwa umetupeleka kwenye nyimbo za Malingita. Ni kweli, kwa sababu nishawahi kufanya naye nyimbo, lakini pia Mwanampanda ni jina ambalo nalitumia kwenye muziki. Kwa kwenye nyimbo za Malingita Mwanampanda kama Mwanampanda, wewe ndio unayesikika mle kama Mwanampanda? Ndio. Msikilizaji na mtazamaji wa Itemo TV, kama ambavyo nimekujuza, tuko na Kalicho na huyu ndiye amehusika pia kwenye ngoma za Amosi Malingita, ngoma Mwanampanda kama huwa unaisikia. Lakini hatuko sana huko hii leo, tuko na huyu ambaye ndo dada yetu kwenye hizi sanaa za ngoma za Kisukuma. Nataka tuishie naye mambo mawili matatu kuhusiana na sanaa yetu ya ngoma za asili. Kalicho, ulijuaje una kipaji? Nilijua sababu nilikuwa na hisia za kuimba nyimbo hizi. Yaani akili yangu tu inanituma niimbe nyimbo na nyimbo zinajaa kweli kwenye kichwa changu. So najikuta yani naimba. Umesema una nyimbo zaidi ya 7 hivi sasa. Mafanikio yakoje kwenye nyimbo 7 ambazo umekufanya? Mafanikio naona tu yako mazuri sababu na mashabiki, kuna watu wanaoni support, manaki wanakubali mziki wangu. Kwenye hizi ngoma za asili niliwahi kufanya interview na msanii mmoja, akaniambia ni lazima uhusike mganga kwenye hichi ambacho tunafanya. Upande wako hii ikoje? Ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu na mashabiki hivyo. Ukipata mashabiki, mziki mbona unaenda tu vizuri. Naomba Kalicho uniweke vizuri hapa. Kati ya producer, mganga na muimbaji, ni nani huwa anamtoa msanii? Bana, anayemtoa msanii ni producer. Make producer ndo kila kitu. Unataka kuniambia mtu yeyote akifika kwa producer anatoa wimbo? Anatoa kama imani yake na mtuma. Yaani ana ile hisia kabisa ya uimbaji halisi. Akifika kwa producer yeyote yule anaweza kumtoa kabisa. Kwa nini producer anamtoa msanii? Kwa nini? Unahisi kwa nini? Ni kwa sababu yeye anaujua muziki. Kwamba atakupa maelekezo, pita huku. Ndiyo. Kwa hiyo nataka kuniambia bila producer hatuwezi kupata wasanii? Hatuwezi. Zamani enzi za mababu walikuwa wanaimba bila muziki, bila maproducer, walikuwa wanatumia ngoma. Maproducer mbona hawakuepo na walifanya vizuri? Yaani hapo sasa maproducer nahisi walikuepo. Na maproducer wao hao ndo hizo ngoma zao.
Kwa walitumia ngoma kama mziki, ulitumika kama biti, ngoma ilitumika kama biti. Sawa, naomba turudi kwenye nyimbo zako ambazo ni moja tumeitesti hapa ambao ni ya kwanza kabisa, inaitwa Mapenzi. Inaitwa Mapenzi. Umeshawahi kufanya video au ni audio bado? Bado ni audio. Umeifanyia wapi? Nimefanyia kwa J Master, wengine wanamuita Jackie. Yuko wapi? Anapatikana Masumbwe. Huyu ni producer wangapi kwenye kufanya naye ngoma wewe? Ni wa kwanza. Nyimbo zako 7 umezifanyia pale pale? Ndio. Unamuonaje? Yuko vizuri. Anafanya vizuri. Yuko vizuri sana, namkubali. Hata watu wengine pia wanamkubali sana. Maana ngoma ukishaitoa afu watu wakaitikia, maana yake wanamkubali huyo producer wako. Sawa, hii ngoma inaitwa Mapenzi. Kwa nini Mapenzi na ukufikiria kuimba idea nyingine? Yani niliimba hii ngoma ya mapenzi kwa sababu nimeshawahi kuumizwa mimi. Ndio maana nikaimba hii nyimbo naye. Sio mimi tu, wengi tu inawatesa, lakini nikaona niibuke nao sababu na mimi nimepitia kwenye uchungu wa mapenzi. Hivyo yani. Umewahi kuhusika kwenye issue ya mapenzi kuhusu kukuumiza? Alikuumiza nani kwenye mapenzi? Ni umeolewa au haujaolewa? Kwa alikuwa ni kama mtu wako, pengine ndio mlikuwa kwenye maandalizi ya kuoana na vitu kama hivyo, au alikuumiza mume wako kabisa? Ni mchumba tu ndo aliyeniumiza, alikuwa mchumba wangu. Tuliahidiana kwamba tuoane na nini, yani ndo ikatokea hivyo. Sasa kaoa mwingine tena, mimi nikatelekezwa, na tumewekeana ahadi kwamba tufunge ndoa. Yani niliumia sana kwa kweli. Mtazamaji, huyu ni Kalicho na ngoma inaitwa Mapenzi. Naamini iko kwenye mitandao ya kijamii kwa mfumo wa audio. Video amesema bado hajaitoa. Anasema amewahi kuumizwa na mapenzi. Unaweza kutoa comment yako hapa chini pia ukatujuza, je, wewe pia umewahi kuumizwa na mapenzi kama ambavyo Kalicho anapitia kipindi kigumu cha kuumizwa na mapenzi? Video umewahi kutoa ngapi? Video nimetoa zipo 4. Moja kati ya hizo video 4 ni video gani ambayo inafanya vizuri zaidi? Video inayofanya vizuri zaidi ni ipo inaitwa Sekelwa. Ulifanya na nani video? Nilifanya mwenyewe au nazungumzia aliyesimama nyuma ya kamera? Ni Director Law. Director Law. Anafanya vizuri. Anafanya vizuri sana. Hii nyimbo Mapenzi unatarajia kufanya video na nani? Yani hii video hii ambayo tutakwenda kuifanya, hii video ya Mapenzi, hii nyimbo ambayo tuko nayo hapa, unategemea video yake kufanya na nani? Yani hapo sijaelewa vizuri. Kwamba hii video tu, hii nyimbo ya Mapenzi, tunavyokwenda kufanya video sasa, unatarajia kufanya na nani video ambaye atasimama nyuma ya kamera? Ni huyo director wangu ambaye ni Director Law, ndiye atakayenisimamia, namkubali sana. Kitu gani ambacho unahisi ukikipata unafanya vizuri kwenye hili game la ngoma za Kisukuma? Kitu ambacho nitakipata niweze kufanya vizuri ni watu wapende mziki wangu, na ushauri pia wanishauri mimi kwamba pita hivi. Unajua ushauri ni mzuri kwenye mziki, na watu ndo mziki. Bila watu siwezi. Yani ninachohitaji sana ni mashabiki. Pengine wako mbali na uwezo wa kukufikia unakuwa ni mgumu. Unahisi unaweza kutumia mbinu gani ili ushauri wao uweze kukufikia wewe? Mbinu utakayoitumia ni kuingia mtandaoni na kuweza kushare nao mawazo, tachukuamo point. Ni mbinu gani ambazo unazitumia kuingia kwenye mitandao ya kijamii, pengine unaweza wakajisikia kukutafuta? Naingia live, naongea na watu. Live unatumia majina gani, labda kwenye mtandao gani? Kwenye mtandao wa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Majina ni yapi? Majina nayotumia ni Kalicho TZ. Kote kwenye YouTube, Instagram, kwenye TikTok pengine? Yani mitandao yote natumia jina moja tu, Kalicho TZ. Kitu gani kilifanya kitu gani ambacho kiliwahi kukufanya ukalia kwenye ulimwengu huu tofauti na mapenzi? Kitu kingine kilichonifanya nikalia tofauti na mapenzi ni mamangu mzazi. Alifanyaje? Alifariki.
Kwa kumbe kilichokufanya ulie ni baada ya mama kufariki. Ndio. Kingine labda? Kingine Mtazamaji, huyu ni Kalicho, msanii mzuri kabisa wa nyimbo za asili Tanzania. Tuko naye mjengoni hii leo, na kama ambavyo unafahamu unaweza kumtafuta kwenye mitandao ya kijamii. Kalicho TZ ndio jina analolitumia kwenye mitandao ya YouTube, Instagram ama Twitter, pengine kwenye TikTok ukiandika kwa jina hilo hapo utampata. Twende tukaisikilize ngoma, inakwenda kwa jina la Mapenzi, wakati tunakuja kufanya naye mazungumzo baada ya dakika chache. Itemo ndio jina langu na huyu ni Kalicho. Tuko naye mjengoni, tusikilize hii ngoma kwanza.